ambavyo na tuongee na usafu wetu. Watu wanaona ni sifa. Kuna mtu mfano hivi kuna sehemu ukimwona ameingia kwenye sehemu ili kila mtu anasema na fulani ni wale fulani shetani jamani. Na fulani kaja. Na fulani alikuwa maana tunashindisha mpaka shetani mwenyewe amemkariri. Ndio tumeweka tiki huyu sio huko. Ni wapi? Lakini kitu kimkuta baba, yeye ndio anafurahi roho asemea. Hawa shetani. Hakuna mtu kuna watu hawajawahi kushangaa. Yaani kushangazwa na watu, washangaza watu kwa kukaa baba. Yaani kumkuta baba, watu wanaona kawaida tu. Naweza kumshangaa. Lakini akimuona kwenye semina kanisani, anashangaa. Hakuna maisha mabaya kama hayo. Yeye umekaririwa, umejikamilisha kwa watu sio kwa shetani. Ni maisha mabaya sana. Ni afadhali yule aliyejikamilisha kwa Mungu. Sio watu wanaonekana eti unalinda heshima. Mimi ni mzee wa kanisa, watachueke ndoa yangu imeharibika. Waacha nilinde. Utakufa na maumivu. Acha kataa. Yaani haijalishi una heshima gani kwenye jamii. Waonyeshe maisha halisia kwamba jamani, usifikirie eti mimi miongoni mwa watu wenye ndoa nzuri. Hapana, sio. Tamani kuishi maisha halisia kwa sababu kwenye uhalisia wa maisha yako ndipo unapoenda kukutana na Mungu aliye hai. Kwenye uhalisia wa maisha yako ndipo unapoenda kukutana na baraka zako na mafanikio yako uliyotafuta miaka mingi. Unajua kwa nini unatafuta mafanikio miaka mingi hayaji? Unaishi maisha feki. Watu wanakuona umefanikiwa, kumbe hakuna kitu. Na umetrizika na hilo. Na Mungu akikuangalia kule mpaka na malaika mbinguni wanakuona unavyoigiza maisha feki. Wanakuona ambavyo unaishi kwenye heshima feki. Watu wanaona una familia nzuri, kumbe wako. Nikampenda sana Mungu. Yesu akasema hapana. Mungu, lazima unibarikie kweli kweli. Kuacha na ufeki wa maisha. Watu wanaona mimi nina mafanikio sina. Watu wanaona heshima. Hakuna heshima yoyote. Ukiondoleka uchungu moyoni, asema nitakuwa kifaa ambacho Mungu uniwahi kuona. Kama ni kuwasaidia ndugu zangu, ndio nataka kuwasaidia kweli kweli. Maana unaona ni kama aliweka mgongo kwamba haya maisha kuendelea kuumia kwa kuwasaidia ndugu zangu, naenda kukopa ili kulinda heshima feki, eti nisionekane maajabu. Niko mjini nimeshindwa kutuma elfu, ninaenda kukopa. Anakataa, anasema sitaki tena kuishi haya maisha. Kama Mungu nataka niwasaidie ndugu zangu, nibarikie kweli kweli. Na kama nataka nikutumikie, nipe heshima ya kweli, sio heshima feki. Heshima feki, maana unavaa leo hivyo tunaona leo lile jeupe. Yaani unaonekana una heshima lakini ndani unateketea, unaumia. Alafu mwisho baadaye muda kidogo. Kwa sababu Waswahili wanasema mficha ni maradhi jamani. Kaza jamaa nataka kusema mficha nini? Ni maradhi. Bwana asifiwe. Sasa wanasema mficha maradhi. Na huu kweli sio kitu. Ili kuishi na maumivu, unataka kwenye heshima feki. Watu wanakuona wewe umebarikiwa kwenye familia, wewe umeheshimika, wewe umeheshima kwa unazuia ukweli kwenye moyo wako, unazuia msaada wa Mungu kwa sababu unaishi maisha feki, unazuia msaada wa Mungu. Mwisho yote ni magonjwa. Mwisho yote ni ameparalyze. Sasa nifika tu ameparalyze, chukua neno la Mungu. Shida ni pesa miaka mingi. Kuna watu wanaonana, watu wakina nani? Kuna mahali tukitaka mafanikio. Haya mafanikio yote ya roho ni mafanikio yako, lakini usiwezi vingi. Ninapenda
ukiona katika kiwango hicho unachofanya kazi mafanikio hayaji, pambana na ndiye kujiuliza ni kitu gani kinazuia mafanikio yako. Maana yake sio kwamba haufanikiwi kwa sababu haufanyi kazi vizuri, hauna juhudi. No. Na sio kweli kwamba waliofanikiwa wana juhudi kuliko sisi. Kuliko sisi akina nani sisi? Sisi ambao tunasema hatujafanikiwa, tunasema yani labda una shida na kawaulize. Tena kukwambia